Haleluya, haleluya. Barikiwe sana, karibu sana kusikiliza somo hili kwa ufupi sana, na itakuwa baraka sana katika maisha yako. Na napenda kukushirikisha somo hili yenye kichwa cha somo, hesabu za kimungu. Nianze kwa kusema kwamba hesabu za Mungu sio sawa na hesabu za mwanadamu. Hesabu za Mungu sio sawa na hesabu za mwanadamu. Nataka kusema nini? Namba zile zile ukimpa mwanadamu azijumlishe, na namba zile zile ukimpa Mungu azijumlishe, majibu yatakayotoka ni majibu mawili tofauti. Tukimpa mwanadamu 2 jumlisha 2 atatupa jibu 4, lakini hesabu ile ile ya 2 jumlisha 2 tukiweka mbele za Mungu, hakika yake tunaweza kupata jibu zaidi ya 4. Hiyo ndio sababu nakwambia ya kwamba hesabu za Mungu sio sawa na hesabu za wanadamu. Na tusome kitabu cha Isaya sura ya 55 mstari wa 8 mpaka wa 9. Anasema, maana mawazo yangu si mawazo yenu, wala njia zenu si njia zangu, asema Bwana. Mstari wa 9, kama vile mbingu zilivyo juu sana kuliko nchi, kadhalika njia zangu zi juu sana kuliko njia zenu, na mawazo yangu kuliko mawazo yenu. Ukisoma andiko hili kwa umakini sana, utagundua ya kwamba Bwana anajaribu kuwaonyesha utofauti kati ya mawazo yake na akili zake. Tofauti kati ya mawazo yetu sisi wanadamu na mawazo yake yeye kama Mungu. Kwa mawazo wewe unaweza ukaona hauwezi, lakini kwa mawazo ya Mungu anaona ukiweza. Kwa hesabu za akili zako unaweza ukaona sifiki mahali fulani, lakini kwa hesabu za akili za Mungu anaona ukifika mahali fulani. Kwa hesabu za mawazo yako unaona haufiki mahali fulani, ila kwa hesabu za mawazo ya Mungu anaona ukifika mahali fulani. Hiyo ndio tafsiri ya kwamba akili za mwanadamu na akili za Mungu havifanani. Hesabu za Mungu na hesabu za mwanadamu havifanani. Haleluya. Nitakupa mifano michache sana hapa ambayo itakuonyesha namna gani akili za mwanadamu na akili za Mungu hazifanani. Tunasoma kwa habari ya muujiza wa samaki 2 na mikate 5. Kitabu cha Yohana sura ya 6 kwanza mstari wa kwanza pale ukishuka mpaka 14 huku utaona habari hiyo ya muujiza wa samaki 2 na mikate 5. Kibinadamu samaki 2 na mikate 5 haitoshi kula hata watu 2. Yaani binafsi yako wewe mwenyewe ambaye unanisikiliza hapa, tukikupa samaki 2 na mikate 5 utaila kama kitafunwa asubuhi, na utahitaji na chai ili ushibe. Hizo ndio akili za kibinadamu. Lakini akili za kimungu zinaenda mbali zaidi ya kula mtu mmoja mikate 5 na samaki 2. Unanisikiliza? Ukisoma andiko hili, kuna mwanafunzi anaitwa Petro. Hii Yohana 6:9. Utaona jinsi gani Petro ambavyo kwa akili za kibinadamu aliona mikate 5 na samaki 2 haiwezi kutosha kitu. Hakika akasema hivi, yuko hapa mtoto yuna mikate 5 ya shayiri na samaki 2. Alafu angalia anasema mbele huku, anasema lakini hivi ni nini kwa watu wengi kama hawa? Yani Petro kaona samaki ndio, kaona mikate ndio, lakini kwa hesabu zake anaona samaki hawa hawawezi kutosha watu wengi namna hii. Ni kweli hesabu za Hebrew yamkini sio peke yake, yamkini na wanafunzi wenzake waliona hilo, yamkini na
watu ambao walikuwa katika mkutano ule waliona hilo, lakini kwa akili za kimungu ikawa tofauti. Hesabu za kimungu zilipiga mahesabu ya kwamba samaki 5 na samaki 2 na mikate 5 inaweza kulisha watu zaidi ya 5,000. Alo, tukizungumzia watu 5,000 tunazungumzia wanaume, na tunajua desturi ya watu ambao wanaamini Kristo. Hata makanisani kwetu huko wanawake ni wengi kuliko wanaume. So Biblia itakaposema watu 5,000 wanaume, maana yake ni tafsiri ya kwamba wanawake walikuwa zaidi ya 5,000. Lakini wote hawa walishiba kwa samaki 2 tu na mikate 5. Na sio kushiba tu, maandiko yatuambia katika mstari wa 13 kwamba vilikusanywa vipande vikajazwa katika vikapu 12. Yani samaki wale 2 na mikate ile 5 wakala watu zaidi ya 10,000, na ikatosha. Ikafikia hatua wanakusanya mabaki ya chakula wanajaza kwenye vikapu 12. Jaribu kufikiria hii hesabu. Hebu wewe mwenyewe tu jaribu kufikiria hii hesabu kwamba wale watu zaidi ya 5,000 alafu vikapu 12 vijazwe mabaki kwa samaki wale 2 na mikate ile 5. Halo, kwa akili za kibinadamu unaona haiwezi, lakini kwa akili za Mungu, kwa hesabu zake Mungu, iliwezekana. Watu walishiba, vikapu vikabaki. Haya, tuende zaidi ya hapo. Unaona bahari ya Shamu, Israeli wanatoka Misri wanaelekea nchi ya ahadi. Ukisoma maandiko katika Kutoka 14 pale, utaona kwa akili za kibinadamu, yamkini ungekuwa ni wewe ndio Musa hapo sasa hivi, ungefika pale baharini alafu unaona jeshi la Farao linakuja, yamkini usingekuwa na ustahimilivu, ungejitupa kwenye maji mwenyewe uogelee uende ng'ambo. Yamkini watu wale walipoona maji wakasema, Musa, tunakufa sisi, so ungetuacha kule, ungetuacha sisi tubaki kule katika nchi ya mateso, unatuua sasa hapa. Akili za kibinadamu zilikuwa hazioni kuvuka katika yale maji, lakini akili za Mungu ziliwaza mbali kwamba kwa kutumia fimbo ile ya Musa watu hawa wanaweza kuvuka katika haya maji. Halo, kwa akili zako yamkini kuna bahari mbele yako unaona hauwezi kuvuka, lakini kwa akili za Mungu anaona, kwa kupitia utii wako na kupitia imani uliokuwa nayo, anakuona ukivuka. Akili, hesabu za Mungu hazifanani na hesabu za mwanadamu. Unanisikia? Mbele kulikuwa na bahari, nyuma jeshi la Farao linakuja. Hakukuwa na njia ya kupona, lakini Bwana alifanya njia katika bahari, wakapita. Yamkini wewe ungekuwa katika ule msafara, ungemfuata Musa, ungemkaba, ungemwambia sasa, Musa, angalia, unatuulisha sasa, tutachoma na mikuki hapa. Kwa nini? Hizo ndizo akili za kibinadamu. Wanasikiliza? Tuende tena nikuangalie, nikuonyeshe mfano mzuri wa akili si binadamu kwamba azifanani na akili za Mungu. Kuna mfano wa Lazaro. Lazaro alikuwa amekufa, na ukisoma maandiko unaona ya kwamba dada zake walikuwa wanamwandikia barua Yesu aje kipindi Lazaro anaumwa, lakini Yesu hakuja kwa sababu za kihuduma katika mji mwingine, si ndio? Alipofika katika mji wa rafiki yake Lazaro, akakusikia kwamba Lazaro tayari amekufa. Kwa akili na hesabu za dada zake Lazaro, walikuwa wanaona kabisa ya kwamba kaka yetu amekufa wala hawezi kufufuka. Ilifikia hatua walipomuona Yesu anakuja analia, wakasema naye amekuja kuomboleza kama sisi. Walipomuona Yesu wakasema amekuja kulia kama sisi tunavyolia.
Haikutosha hapo, kwa akili na hesabu zao Yesu alivyosema, mnaamini kwamba naweza kumfufua? Walijibuje? Walisema ya kwamba tunaamini ya kwamba unaweza kumfufua katika ufufuo ule ufufuo uzima wa milele, sio ufufuo sasa hivi. Hizi ni akili za kibinadamu na hesabu za kibinadamu, lakini hesabu za Mungu zikaenda mbali na kulia, zikaenda mbali na kumfufua katika ufufuo ule ambao dada zake na Lazaro wanauwaza. Hesabu za kimungu zikamwona Lazaro akiamka, zikamwona Lazaro akitoka kaburini. Yesu kwa ujasiri akasema, mfungulieni. Lazaro akafufuka, kitu ambacho akili na hesabu za dada zake na ndugu wa Lazaro hazikufanya hesabu hiyo, lakini Mungu akafanya. Nikwambie, Mungu huwa hahesabu siku ambazo tatizo limekaa kwako. Yeye anatazama uweza wake. Yamkini ndugu zake Lazaro walivyoona siku 3 jamaa amekaa kaburini na ameanza kunuka, waliona hapa hakuna msaada tena. Lakini Mungu alipokuja akutazama siku alizokaa Lazaro katika kaburi, akutazama kunuka kwake, aliangalia neno lake ili apate kulitimisha. Yamkini umekaa katika kifungo kwa siku nyingi. Mungu aangalii kifungo ulichokuwa nacho. Wanadamu wanaweza wakaangalia muda wa kifungo ulichofungwa, wakasema kwa miaka 10 hii aliyefungwa asipate uzao, kwa miaka 10 hii aliyefungwa asifanikiwe, kwa miaka 10 hii alivyofungwa asipate kazi, kwa miaka 10 hii alivyofungwa huduma yake, hakika yake hawezi kufunguliwa. Hizo ni hesabu za watu na sio hesabu za Mungu. Wanadamu wana mahesabu, lakini Mungu hana hesabu, na hesabu zake hazifanani na hesabu za kibinadamu. Miaka sio mipaka kwa Mungu, siku sio mipaka kwa Mungu. Chochote ambacho Bwana alikuahidi kukupa hakizuiliwi na mipaka. Hesabu zako zinapofika mwisho, hesabu za Mungu zinaanza. Hesabu za ndugu zako zinapofika mwisho, hesabu za Mungu zinaanza. Hesabu za watu wanaokuzunguka zikifika mwisho, hesabu za Mungu zinazidhihirisha na kuonyesha ya kwamba ni za juu kuliko hesabu zao. Haleluya, haleluya. Sifa za hesabu za Mungu: kwanza, hazitegemei ukubwa wa rasilimali ulizo nazo. Mungu akisema nitakubariki nyumba, usianze kusema mbona sina hata kazi, mbona sina hata kibarua, sina hata connection. Hesabu zako ndipo zilipoishia, lakini hesabu za Mungu anaona ukimiliki zaidi ya nyumba, anaona ukimiliki vitu vingi zaidi katika hali ambayo upo sasa hivi unayoidharau. Imani ndio kitu pekee ambacho kitafanya hesabu za Mungu zifanye kazi katika maisha yako. Kuna habari moja ya Yoshua alikuwa ni mtu wa vita, si ndio? Kuta za Yeriko zilianguka kwa jeshi hili kuwa na utii. Unanisikia? Sikiliza vizuri. Hawa wanajeshi kwa hesabu za kijeshi walihitaji silaha. Kwa hesabu za kijeshi walihitaji nguvu, mashambulizi. Lakini kwa hesabu za Mungu ilikuwa ni kuzunguka tu ukuta. Yani wao wanawaza silaha, wanawaza vita, wanawaza nguvu kuwavamia maadui zao, lakini hesabu za kimungu ilikuwa ni kuzunguka tu ukuta. Utii wa wanajeshi hawa waliochukua ulifanya vita yao kuwa rahisi. Mungu anaweza kutumia njia ambayo kwa akili ya kibinadamu haiwezi kuelewa.
Kuna vitu Mungu anavifanya akili za binadamu haziwezi kuelewa, na wako watu ambao Bwana atafanya vitu kwenu ambavyo kwa akili zenu hamtoelewa, kwa akili zenu hamtoelewa. Anasikia? Wanasikia? Sifa za hesabu za Mungu. Hesabu za Mungu zinahitaji utii kuliko maamuzi yako. Hesabu za Mungu zinahitaji imani kuliko mahesabu yako. Wanadamu mmekuwa na mahesabu mengi. Mungu anakuambia fanya hivi, unasema nitawezaje?